Mnasemaje kwa kipindi hicho kilichopita? Tumkaribishe aliyesafiri kimawazo kwa nchi za mbali watoto. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la pili, kichwa cha somo kinasema moyo wenye furaha. Inaletwa na Bibi Terebo kutoka nchi ya Williams. Kisa kinaanza kwa kusema Bibi Terebo alitoka nyumbani kuelekea kazini. Alipofika njiani alisikia mziki ambao ulikuwa ukipazwa kwa kipaza sauti. Huu mziki ulimvutia sana, na mziki huu aliendelea kusikiliza, lakini alikuwa hana muda na akaenda kazini. Bibi Terebo alikuwa akifanya kazi ya mtunza fedha, lakini akajiunga na kazi ya kutunza store ya samani. Ndipo Bibi Terebo alipokuwa akipita pale siku nyingi, alikuwa akisimama na kusikia nyimbo nyingi zikiimbwa na watu, na pia alisikia mtu akihubiri. Pia aliendelea kusikia nyimbo za mvuto ambazo zilimvuta. Siku moja alitamani kusikia hizo nyimbo zinatokea wapi. Ndipo siku moja akapata jibu lake, ambalo alilipata jibu lake kwa huyo jirani yake. Jirani yake alikuwa anaitwa Mama Meke. Mama Meke alimwalika katika mahubiri yale, lakini Bibi Terebo alitingisha kichwa na kusema, sina muda, sitaweza kufika. Jirani mwingine alimwalika tena. Bibi Terebo alitingisha kichwa na kusema kwa sauti ya upole, sina muda. Akaahidi kwamba siku nyingine atafika katika eneo la tukio. Ndipo siku zilizobaki alikwenda na akafika katika hilo eneo la tukio. Alikutana na mchungaji na familia yake. Walimkaribisha kwa furaha, kila mtu alionekana ni mwema. Bibi Terebo alivutiwa na maandiko yale na nyimbo zile, ndipo akabatizwa. Mnasemaje? Jambo baya zaidi lilitokea. Bibi Terebo aliumwa ugonjwa wa kiharusi. Aliondoka nchini kwa kwenda kutafuta msaada wa matibabu huko New Caledonia na baadaye Australia. Baada ya miaka 17, Bibi Terebo aliendelea kushikilia imani yake. Bibi Terebo alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa Mungu. Mnasemaje? Bibi Terebo anafurahi sana kwa kuwa kituo cha mvuto kitajengwa katika karibu na nyumba yake huko William. Mnasemaje? Anakushukuru wewe kwa kusaidia jambo hili kutimia kwa kupitia sadaka yako ya 13. Sadaka yako ya 13 ambayo pia hujulikana kama sadaka ya utume ya robo itakuwa na matokeo makubwa katika maisha ya watu kama Bibi Terebo. Itasaidia kujenga kituo cha mvuto huko Williams ambacho kitawasaidia Waadventista kujenga urafiki na watu walio katika eneo la mission la New Caledonia. Mungu akubariki unapojipanga kutoa sadaka 13. Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema tena. Tupunge mikono kama tuna furaha. Heri ya mwaka mpya kwa wale ambao nawaona leo. Okay. Somo letu la utume linasema Mungu wa baba yangu.
na mhusika mkuu ni Stanislaus, na linatoka kisiwa cha New Caledonia. Nitaanza kusimulia. Huyu Stanislaus alizaliwa katika familia yenye watoto 8 na yeye alikuwa ni mtoto wa pili. Anasimulia, anasema walikuwa wakiishi kwa upendo nyumbani na furaha, lakini pia katika familia yao walikuwa wakiishi na kuyashika mapokeo, imani pamoja na utamaduni waliokuwa nao. Lakini mambo yaligeuka pale ambapo baba yake alipata ajali. Alipata ajali ya gari, lakini kwa bahati mbaya alifariki. Hivyo mama yake akabaki na mzigo mkubwa wa kuwalea watoto wote 8. Wakati mume wake anafariki, alikuwa ni mjamzito wa mtoto wa mwisho wa kike mdogo, tuseme ndo mtoto wa 8. Sasa huyu kaka Stanislaus, baada ya baba yake kufariki, aliyaona maisha yamepoteza mwelekeo. Kwa hiyo ile hali ilimpa maswali mengi sana, na kwa sababu mama yao hakuwa na uwezo wa kuwalea watoto wote 8, aliamua kuwagawa kwa babu na bibi zao. Kule alikutana na imani ya Waadventista wa Sabato, lakini sasa kwa kipindi kile alikuwa ni mdogo kiasi kwamba hakuwa anaelewa chochote. Baada ya siku nyingi kupita, alikuwa akishuhudia babu yake na bibi yake wakifanya ibada nyumbani, wakiomba pamoja, na babu yake alikuwa ni mtendakazi mwaminifu ndani ya kanisa. Sasa huyu Stanislaus kipindi cha ujana cha awali alikuwa mbali na familia yake. Kwa hiyo alipokuwa kule alielekea mielekeo miovu. Akaanza kuvuta sigara, akanywa pombe, lakini mbaya zaidi akawa anaiba magari. Akaendelea kufanya hivyo kwa muda mrefu sana. Akawa ni mwizi, wakawa na genge la uhalifu, lakini pia akawa anauza madawa ya kulevya. Siku moja akiwa amelewa sana ndani ya gari alilokuwa ameliiba, akasikia sauti inamwambia, "Unafanya nini hicho?" Baada ya kusikia vile, ndani ya moyo wake alijiuliza, hii sauti inatoka wapi? Nani ananiambia? Yaani haikuwa sauti ya kawaida. Ilikuwa ni sauti ya wito, ikimsii aache kufanya yale aliyokuwa anayafanya. Baada ya muda mfupi alikaa chini akatafakari, na alipotafakari sana ndani ya moyo wake akaona kuna uhitaji wa yeye kubadilika na kuyaacha yale maisha aliyokuwa anaishi. Kwa hiyo aliamua kubadilika. Mnasemaje? Akaamua kujiunga na jeshi. Kwa hiyo alienda kwenye mafunzo ya kijeshi na mwisho wa siku akapata kazi ya kudumu. Mnasemaje? Lakini bado alikuwa hajaitambua Sabato vizuri. Muda ukazidi kwenda. Siku moja kwenye maisha yake, ameshakuwa mtu mzima, akakutana na mwanamke, akampenda, akamuoa, wakaanzisha familia na wakazaa watoto 2. Baada ya hapo Stanislaus, kwa sababu ya mapito ya maisha yake, kuna nyakati ilimgharimu sana. Kwa hiyo kuna matendo alikuwa anayafanya ambayo hayakuwa mazuri. Mwisho wa siku mwanamke akashindwa kumvumilia, wakawa wametengana. Kwa hiyo ikawa ni huzuni sana. Yule mwanamke akarudi nyumbani kwao. Lakini huyu mwanamke alitokea kwenye familia ya Kiadventista, japokuwa yeye alikuwa ni mshiriki aliyerudi nyuma. Sasa aliporudi nyumbani kwao, siku moja baba mkwe wa Stanislaus akamsii kwamba natamani uje nyumbani tuweze kuongea. Alipoenda nyumbani wakaongea, akamsii kwamba naomba mseto mambo yenu, kwa maana ya kwamba mkae na mke wako muweze kurudi nyumbani muendelee na maisha yenu. Stanislaus aliona ni wazo zuri. Kwa hiyo akaamua kuongea na mke wake, wakarudiana, maisha yakaendelea. Nasemaje? Siku moja mwanamke wake
wakati akiwa nyumbani, kwa sababu ametokea kwenye familia ya Kiadventista, japokuwa alikuwa amerudi nyuma, alikuwa anaendelea kusoma Biblia. Akamwambia mumewe kwamba mimi natamani kwanza kwenda kanisani. Mume wake akamwambia ni jambo jema, kama umeona hivyo ni jambo jema sana. Mimi nimefanya mambo mengi, nimejaribu kufanya kila kitu, lakini sijawahi kumjaribu huyu Yesu. Kwa hiyo alifarijika kusikia mwanamke wake anataka kwenda kanisani. Alipoanza kwenda kanisani, maisha ya mke wake yalibadilika. Aliona mwanamke ambaye hajawahi kumwona hapo kabla. Mwanamke ambaye alikuwa na utulivu, alikuwa na upendo, alikuwa na amani, alikuwa na furaha ambayo yeye Stanislaus anasema ilikuwa sio ya kawaida. Sasa siku moja akamuuliza mke wake, "Kwa nini unatumia muda mrefu, unatumia siku nzima kanisani?" Mwanamke wake akamwambia, akamwangalia, akatabasamu, akamwambia, natamani Sabato inayofuata twende pamoja kanisani. Kwa hiyo Sabato iliyofuata walienda pamoja kanisani. Hiyo siku mchungaji aliyekuwa anatoa somo, ile somo lilimbariki sana Stanislaus. Likabadilisha maisha yake. Mnasemaje? Ikawa ni mwanzo wa yeye kubadilika na kufanya maamuzi mapya katika maisha yake. Kwa hiyo Stanislaus anaelezea, anasema somo lilimgusa sana. Kwa hiyo akaamua kushiriki mafundisho ya Biblia na yule mchungaji. Nasemaje? Baada ya muda yeye na mke wake walibatizwa na wakafunga ndoa yao upya ndani ya kanisa. Nasemaje? Na baada ya muda pia akaamua kwenda kusoma teolojia, masomo ya uchungaji katika chuo kikuu cha Waadventista kilichoko huko New Caledonia. Kwa sasa Stanislaus ni mchungaji. Mnasemaje? Kwa hiyo maisha yake yalibadilika. Tanukuu anasema sadaka yako ya Sabato ya 13 ambayo pia inajulikana kama Sabato ya mradi wa utume ya kila robo itakuwa na matokeo ya kudumu katika maisha ya watu kama mchungaji Stanislaus Weneguel. Itasaidia katika uanzishaji wa kituo cha mvuto kule Wallis ambacho kitawasaidia Waadventista kujenga madaraja ya ufahamu na urafiki na watu waishio katika eneo la New Caledonia. Mungu awabariki. Baba twakujia, uwe msaada, uwe kimbilio, twakusihi. Duniani giza tukitengwa nawe, tufariji hapa Baba yetu. Baba twakujia, tudhaifu, usitugeue, tusikie. Salama tulinde kati ya taabu, uwe raha yetu mashakani.
Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma taarifa ya tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026. Kwa neema ya Mungu, darasa la walimu tulifungulia saa 2 kamili chini ya mwalimu Amos Petro. Ilikuwa ni somo la kwanza, robo ya kwanza 2026. Ilipofika saa 3 kamili tulifunga darasa la walimu tukiwa jumla ya watu wazima 27 na watoto 15. Wahudumu shule ya Sabato: fungu na ombi Joyce Kennedy, ukuziaji Amos Petro, utume watoto Loveness Ezron, utume watu wazima na Msifu Pila, mwenyekiti William Singo. Mgawanyiko wa madarasa 0 hadi 3 20. Kichwa cha somo kilikuwa kinasema upendo mkubwa wa Mungu. Miaka 4 hadi 6 walikuwa 18. Kichwa cha somo dunia mpya kabisa. Miaka 7 hadi 9 walikuwa 22. Kichwa cha somo dunia mpya. Miaka 10 hadi 12 walikuwa 22. Somo sauti. Furaha walikuwa 17. Karama ya unabii. Ubatizo walikuwa 17. Kitabu kinachomfunua Mungu. Bobea andikoni walikuwa 24. Kichwa cha somo kwa nini kutetea imani? Watu wazima walikuwa 80. Huduma yangu kwa Yesu. Mara ngapi umetembelea kwa kusudi la Injili? Ni mara 5. Idadi ya magazeti, vitabu na vijuzuu vilivyotolewa 2. Idadi ya mafundisho na mahubiri yaliyotolewa 4. Idadi ya roho zilizoongolewa hakuna. Huduma yangu kwa jamii. Idadi ya watu waliosaidiwa 9. Idadi ya nguo zilizotolewa hakuna. Fedha na thamani ya chakula kilichotolewa ni shilingi 31,000. Usomaji wa lesoni na Biblia. Waliosoma lesoni kwa mpango walikuwa 7. Waliosoma japo si kwa mpango walikuwa 14. Waliosoma kwa njia ya mtandao alikuwa 1. Waliosoma Biblia kwa mpango walikuwa 3. Waliosoma kesha na roho ya unabii walikuwa 11. Waliosoma lesoni za watoto pamoja na watoto wao walikuwa 4.
walio na mwongozo wa kujifunza Biblia, yani lesoni, walikuwa 27. Mwisho tulifunga tukiwa jumla ya watu 220. Mungu awabariki. Karibuni Sabato ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni kipindi cha ukuzaji na somo letu la leo linaelezea umuhimu wa Sabato ya wageni iliyo bora. Umuhimu wa Sabato ya wageni iliyo bora. Somo hili limeandaliwa na mchungaji Fidelis Mgwabi, mwenyekiti wa Union Mission Kusini mwa Tanzania, STUM. Anaanza kwa kusema, mmoja wa wageni waliokuwa wamealikwa katika Sabato ya wageni katika mojawapo ya makanisa yetu alipokaribishwa kuongea kwa niaba ya wageni wenzake, alisema, tumefurahi sana kwa namna mlivyotupokea. Mafundisho yalikuwa mazuri, vitabu tulivyopewa na chakula kizuri tulichopata. Siku nyingine mkiwa na mikutano mizuri, msiache kutualika. Mimi binafsi maswali yangu mengi sana yamejibiwa leo. Hiyo ni kauli ya huyo mgeni aliyekaribishwa. Anasema Sabato ya wageni ni daraja la uinjilisti la kuwafikia watu wote, warika zote, nyadhifa zote, madhehebu yote na kadhalika. Siku hii ikiandaliwa vizuri italeta matokeo makubwa na mazuri. Watu wengi wanapitia changamoto za misongo, kukata tamaa, maswali mengi yasiyo na majibu. Wengine wanapitia upweke na kadhalika. Wanatamani kuwa na mahali pa kupata faraja. Unaweza kujiuliza, ni wapi huko? Jibu ni rahisi sana, na ni katika Sabato ya wageni. Sabato ya wageni ina faida nyingi. Baadhi ya faida hizo katika Sabato ya wageni ni kama zifuatavyo, kadhiorodhesha hapa chini. Namba 1, daraja la uinjilisti katika kuwafikia watu wote. Namba 2, kuunganisha kanisa na majirani wa kanisa hilo, yani kujenga mahusiano. Namba 3, kulitambulisha kanisa kwa wageni, watapata nafasi ya kufahamu mafundisho kuhusu imani yetu, huduma za kanisa na kadhalika. Namba 4, kufanya ushirika wa pamoja na watu wengine. Namba 5, kufufua waliorudi nyuma katika masuala ya kiroho. Namba 6, wageni kuondoa hofu ya kujumuika na kanisa la Waadventista wa Sabato na kupata mafundisho ambayo huenda yakawa tofauti na huko walipo. Namba 7, kufungua mipaka ya kiitikadi. Anaendelea kusema kitu gani sasa kifanyike ili kufanya Sabato ya wageni iwe nzuri au kufanikisha vizuri Sabato ya wageni. Anasema namba 1, kanisa kuombea tukio hilo na uongozi wa Roho Mtakatifu. Namba 2, program katika siku hii zipangiliwe vizuri na kusiwe na tukio lingine linaloingiliana. Namba 3, sehemu ya ibada siku hiyo iandaliwe vizuri. Namba 4, mhubiri wa siku hiyo ni nani ijulikane, na atahubiri juu ya nini. Masomo mengine huenda yasihubiriwe siku hiyo. Siku hiyo haihitaji misimamo mikali. Namba 5, kadi za mwaliko ziandaliwe vizuri. Namba 6, kila muumini ahusike katika kualika majirani, marafiki na kadhalika. Namba 7, zawadi za kuwapa wageni hasa vitabu vya roho unabii. Namba 8, kwaya ya kuhudumu siku hiyo ijipange vizuri. Namba 9, chakula kizuri kiandaliwe, ikiwezekana wageni waweze kukata keki. Mambo ambayo hapaswi kufanya siku hiyo ni mambo gani? Ameorodhesha mambo 4 ambayo hapaswi kufanya siku hiyo. Namba 1, kutokuwa na mipango mizuri ya maandalizi. Namba 2, kuwapokea wageni kama vile hujali, ubaridi usio wa kawaida. Namba 3, kutokuwafahamu wageni na mahali wanakotoka. Namba 4, hubiri lisilo na mguso au la kuwachanganya wageni. Mwisho,
Kama kuna kitu kanisa mahalia wangekipa kipaumbele ni sabato ya wageni, kwa kuwa hapa ndipo kanisa linafanya uinjilisti wa aina mbalimbali kwa pamoja: ukarimu, ushirika wa pamoja, neno kuhubiriwa, nyimbo, kugawa machapisho, kuwafikia watu wa aina zote kwa wakati mmoja. Boresha shule yako ya wageni. Matokeo yake utayaona na utamshukuru Mungu. Pili, hakikisha kabla ya mkutano siku hiyo kufungwa, unawaalika wageni katika kanisa la Adventista wa Sabato Jumamosi inayofuata au siku nyingine. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Miwani kidogo. Tumekula dakika 3 mpaka sasa. Wangapi leo kuna zawadi? Wenda ikawa unavyoniona hapa ikawa siku ya mwisho ya shule ya Sabato kupanda mimbarani kama mkurugenzi, au ikatokea Sabato ijayo nikamalizia. Lakini naomba niulize swali na hili nitatoa zawadi. Tumekula dakika 3. Wangapi wanasema kwa sababu tumekula dakika 3 tufunge tuondoke? Karani unasemaje? Unajua tumekuwa tukiangalia miisho lakini hatuangalii mwanzo. Tunaangalia tulipodondoka lakini hatuangalii tulipopiga kidole ni wapi. Nitatoa lesoni ya miezi 6 kwa mtu aliyefika saa 2 kamili asubuhi kanisani. Hata muwe 100. Leo naomba aliyefika saa 2 anyoshe mkono. Na dakika 2 na dakika 3 nimpata Maotacho, nimpata kaka Yambi. Lesoni simnazo, mwezi wa 6 tukutane. Ni ahadi yangu. Hata ukisema niweke kwa mhazini kule afu mimi nitaitafuta kwamba niliweka tarehe fulani. Lakini kuna mtu alifika saa 2 amekataa kunyosha. Mzee Kinga, wewe mzee, si ukuta hapo. Hujafika saa 2. Kwa hiyo umekosa, umewahi mno. Ngoja niwaambie kitu. Mzee yuko sahihi. Wale wanaofanya kazi kule Kilombero, ukifika kabla dakika 15, wewe ni mwizi, ulienda kufanya nini? Ukizidisha kubaki ndani tena zaidi ya dakika 7, unafanya nini huko ndani? Kompyuta inakusoma kila kidole mlango unafunguka. Ukichelewa inakukata zaidi. Kwa nini umechelewa? Ukiwahi inakuuliza uliitwa na nani? Sasa mzee akufika saa 2. Atakiwa ulize uliwahi wapi? Lakini niwaambie kitu kimoja. Kadri siku zinavyokwenda mbele, tumekuwa tukirudi nyuma. Nisikitike mkurugenzi. Ukuziaji inasema Sabato za wageni. Umefanya ngapi mwaka huu? Mkurugenzi mkuu karibu. Nimekuwa mkurugenzi muda mrefu, najua. Tulikuwa tunafanya Sabato za wageni kubwa. Lakini tunavyozidi kwenda tunarudi nyuma. Walioshiriki kutangaza ujumbe ni watu 4. Waliosoma lesoni kwa mpango watu 3, 4. Lakini tuko watu zaidi ya 80. Mungu atutie nguvu. Naomba tubadilike. Hii naliongea kwa uchungu kwa sababu na mimi nipo ndani ya hao waliotenda hayo. Kwa hiyo jamani, tumrudie Mungu wetu. Paulo anasema tumrudie Mungu wetu kwa kila hali. Leo tutakuwa darasa moja. Mzee wetu utatusimamia darasa kama ulivyosimamia asubuhi. Na Mungu akubariki. Lakini utaandae lesoni yako. Utaandae lesoni mwezi wa 6. Najua lesoni yako unayo ya dabo hiyo hapo naiona. Mwezi wa 6 utaandae lesoni. Kwa imani kabisa. Mbarikiwe wote mliowahi.
lakini mshukuru karani kwa mara ya kwanza kupata taarifa ya shule ya Sabato. Hatusomi, hatukusanyi taarifa, tupo tumechaguliwa kama watendakazi, tukiambiana tunakasirikiana. Mungu atusamehe, tuelekee katika safari moja. Tutawanyika. Jamani, walio hudumu ni washukuru sana. Naomba mjitambulishe hapo hapo mlipo tu, kipunga mkono inatosha. Naomba tusiwahi tupunge mkono wakati tunaelekea kutawanyika. Mbarikiwe sana. Hawa wote tunawafahamu, ni vijana wetu, ni rafiki zetu, watoto wetu. Mkurugenzi na msifu ana lesoni mkononi za wale walioagiza mwishoni, lakini pia karani wangu pale, kama waliagiza lesoni kwa Loveness Hezron, wahi kuchukua lesoni yako. Mbarikiwe sana. Tusimame tupate ombi na mkurugenzi wetu na msifu pila, popote ulipo, hapo hapo ulipo tu.